Linear electronics. Linear electronics inahusisha mafunzo ya msingi wa teknolojia ya umeme na teknolojia ya kompyuta. Lakini kabla ya kutazama msingi wa teknolojia ya umeme na teknolojia ya kompyuta, kuna maneno makuu katika teknolojia ambayo yanachanganya watu. Neno la kwanza ni sayansi na neno la pili ni neno teknoloji. Katika video hii tutaanza kutazama neno sayansi lina maana gani. Neno sayansi linamaanisha elimu ya uhalisia wa vitu, study of nature. Hii elimu ya uhalisia wa vitu ni pamoja na michakato ya vitu, pia kanuni za vitu na mengineyo katika vitu. Kwa mfano, almasi. Je, unatambua uhalisia wa almasi? Michakato ya almasi, kanuni za almasi na mengineyo kuhusiana na almasi. Ardhi. Je, unaitambua ardhi? Uhalisia wa ardhi unaujua? Michakato ya ardhi unaijua? Kanuni mbalimbali za ardhi unazijua? Na mengineyo juu ya ardhi unajua? Maji. Maji unayajua? Michakato ya maji, mfano kutoka hali ya kimiminika kwenda hali ya mvuke, kutoka hali ya mvuke kuwa hali ya ukimiminika, kutoka hali ya ukimiminika kuwa hali ya barafu. Kilimo. Unajua uhalisia wa kilimo ni nini? Michakato ya kilimo ni nini? Kanuni mbalimbali za kilimo ni nini? Na mengineyo juu ya kilimo. Hiyo ndio sayansi. Umeme. Unatambua umeme ni nini? Michakato kuhusiana na umeme unaitambua? Kanuni mbalimbali za umeme na mengineyo kwenye umeme. Sayansi ndiyo maarifa yanayotuwezesha kugundua sheria za asili. Ukiwa na maarifa ya sayansi, study of nature, elimu ya uhalisia wa vitu, utaweza kugundua sheria za asili. Kwa mfano, kwa nini glasi ikidondoka inavunjika? Kwa nini kitu kikirushwa juu kinarudi chini? Na mengineyo. Pia elimu ya sayansi inatuwezesha kujua why, kwa nini mambo fulani hutokea, kwa nini kuna masika, kwa nini kuna kiangazi, kwa nini kuna kipindi cha joto, kwa nini kuna kipindi cha baridi. Elimu ya sayansi, study of nature, ndio inatuwezesha kutambua. Pia sayansi inatuwezesha kutambua undani wa maumbile mbalimbali. Undani wa maumbile mbalimbali, study of nature. Kwa mfano, binadamu katika muonekano wa nje ana kichwa, ana miguu, ana fumbatio kiwiliwili, ana masikio, ana pua. Je, ndani yake kuna nini? Wanyama katika mionekano yao ya nje kuna vitu tunaweza kuvitambua kama mikia, mapembe na vingine. Ndani yao kuna nini? Sayansi ndiyo maarifa yanayotuwezesha kutambua undani wa maumbile mbalimbali. Pia na gunduzi nyingine.
kwamba sayansi ndiyo maarifa yanayotuwezesha kugundua sheria za asili, kwa nini mambo fulani hutokea, undani wa maumbile mbalimbali na gunduzi nyingine. Sayansi hupitia hatua hizi. Sayansi hupitia hatua zifuatazo ili kugundua sheria za asili, kujua kwa nini mambo fulani yanatokea, undani wa maumbile na gunduzi nyingine. Ili sayansi tuletee majibu ya sheria za asili, kwa nini mambo fulani hutokea, undani wa maumbile mbalimbali na gunduzi nyingine, kupitia hatua zifuatazo. Hatua ya kwanza ni uchunguzi. Hatua ya kwanza ni uchunguzi. Hatua ya pili, tunajiuliza maswali katika uchunguzi. Hatua ya tatu, tunatengeneza madhanio, tunatengeneza dhana juu ya maswali na uchunguzi. Hatua ya nne, tunafanya majaribio juu ya dhana tulizozijenga. Hatua ya tano, tunachambua matokeo kwa majaribio tuliyoyafanya kutokana na dhana, maswali na uchunguzi. Hatua ya mwisho, tunapata jawabu. Kwa mfano, misumari ikiachwa katika mazingira ya nje, baada ya siku kadhaa inaweza kupata kutu. Tunafanya uchunguzi, kwa nini misumari ikiachwa nje baada ya siku kadhaa inapata kutu? Tunajiuliza maswali, labda ni upepo, labda ililowana maji, labda hivi na vile na vile. Tunatengeneza dhana, labda. Baadaye tunafanya majaribio. Tunachukua misumari mingine labda katika dhana yetu, labda ililowana maji, tunailowanisha maji, tunaiweka sehemu tofauti na nje, kisha tunaangalia nini kinatokea baada ya siku kadhaa. Mwisho wa siku tunapata hitimisho. Sayansi sio elimu ya wazungu wa watu weupe. Sayansi inatuhusu sote, na sayansi inatuwezesha kuyatambua mazingira yetu, kuvijua vitu na kuishi maisha yaliyo bora, kwa sababu sayansi ndiyo elimu ya uhalisia wa vitu, study of nature, michakato ya vitu, kanuni za vitu na mengineyo katika vitu. Asante.